41 yapo inazidi kuweza kusonga mbele. Unaita Bad Guys, twende sambamba zaidi. Internal Affair. Padeja alimwambia binti mambo mengi. Wao kama maafisa wa polisi, nahitaji uweze kuelewa kitu kimoja, kwa sababu naamini watu kama sisi ni watu ambaye sisi wenyewe binafsi hatuwezi kuacha kuua hivi hivi. Alice hakuelewa kabisa usemi wa Padeji ana maana gani. Sasa huko ndipo alipokuwa Sky. Baada ya kumpiga shoti Pitak, sasa anakurupuka hapa kwenye hii maktaba, anakutana kisu kina damu. Kuna maiti zimemzunguka. Haelewi kwa sababu kila tukio la mauaji linapoweza kutokea, yeye anakuwa ajui. Mkononi ana gloves na ni damu tu. Yaani hakuna anachoelewa kwamba nini kinaendelea hapa. Yaani kila kitu kwake ni kipya. Ala. Baada ya muda daktari alikuja. Sky. Kuna watu ni vichaa kwenye ulimwengu. Daktari anamuuliza nini kimetokea? Wewe ndio umeua? Hebu kwa mpole. Nahitaji kukusaidia. Anauliza nini kimetokea? Nimefika fikaje hapo? Weka kisu chini. Lakini mimi sijamuua mtu yote. Kwa mpole na kuamini kwamba hujaua mtu yote. Kwa mpole kwanza. Sawa? Kwa mpole. Akampiga shoti akimwambia niamini. Kwa hiyo akamwaya akampiga shoti akamzimisha. Lakini pale ndani kuna maiti za kutosha. Na Sky ndo anakutanika pale na daktari. Haya. Baada ya kuzimishwa, muda kaenda. Sasa ndo anakurupuka. Yupo kwenye kiti ameketi hapa. Haelewi nini kinaendelea. Yaani kwake kila kitu ni kama ndoto yani. Mkononi ana damu. Damu hizi imetokea wapi haelewi. Baada ya muda daktari anafika. Umeamka sasa? Hebu niambie kwa sasa unachoweza ukiona nini? Butterfly, kipepeo. Sky. Ukweli ni kwamba niamini mimi, una matatizo ya akili. Kuna kitambulisho kingine kiko ndani ya mwili wako. Una maana gani? Ni nani alikopo ndani ya mwili wangu? Yaani ndani ya mwili wako kuna kitambulisho kingine. Na huyo mtu mwingine ana kiu ya damu. Nini kimetokea? Anakumbuka ile siku polisi walipokuja na kumwambia kasila chini.
Weka silaha chini. Sasa maelezo ya daktari yanamchanganya zaidi. Kuna upande wako unaweza kuathirika kutokana na mshtuko. Hiyo pelekea hata rangi ya macho yako pia kuweza kubadilika. Sky, unajua nini? Wewe kwa sasa uko kwenye hatari kubwa. Kutokana na mshtuko ile siku wazazi wako walipoweza kufa, ndipo walipoweza kuathirika. Na mimi ndio nilikopo ni daktari wako wa utimamu wa akili. Lakini baadaye ulikamatwa, nikashindwa kuweza kupatia matibabu. Lakini inspector aliweza kurejesha kwangu mimi. Sky, wewe unamjua Sky? Ndio, mimi ndio nilikopo daktari wake wa utimamu wa akili. Nilikuwa nikiweza kumhudumia. Wewe unamkumbuka huyo? Sky alikataa kwamba mjui daktari. Na pia siwezi kukwambia ni Sky gani naweza kumuona hapa. Alikupo mbele ya macho yangu. Kwani daktari anataka kuweza kumdunga sindano? Pitaka akaingilia kati. Lakini Sky ndio aliweza kumpiga na shoti. Pitaka akamzimisha huko akisema, najua vizuri kwamba ulinitoa mimi jela ili niweze kuuawa. Wakati anashangaa, akapigwa sindano. Hakujua ni sindano namna gani. Daktari ndio aliweza kumdunga. Kwamba mtu yule aliweza kumtoa jela kwa lengo la kuhitaji kuweza kumua au auawe. Mwisho wa siku, mistake kimoja ikamwangusha. Daktari akampiga sindano ambaye hakujua ni sindano gani. Kwa hiyo nimekuleta hapa kwa sababu ya kuendelea kuweza kukuhudumia. Ila nilifanya makosa, maana ulitoweka. Kwamba alimletaga hapa kwa ajili ya kumhudumia, lakini anasema kwamba alifanya makosa na Sky alisepa. Anamuonyesha video aliondokaje baada ya kuletwa hapa. Hivi ndivyo alivyoondoka. Sky anaangalia kila kitu kwa umakini zaidi. Na lengo la Sky ni kuhitaji kupata ukweli zaidi. Kaua mtu yote. Lakini mimi niliweza kumuona mtu. Mtu aliweza kuua watu wote. Alikuwa amevaa bracelet, yani ule mkufu wa mkononi. Sky, sikiliza. Nisikilize mimi kwa umakini. Mtu aliweza kumuona ni wewe mwenyewe binafsi. Ndio maana nimekuambia una kitambulisho kingine tofauti. Toka wazazi wako walipoweza kuwao na kuweza kuondoa wale watu, basi ulishindwa kujikontrol. Na pili, unaposhindwa kuweza kujikontrol, huyo mtu hujitokeza na kuweza kuua watu. Lakini huyo mtu ni wewe. Kwa sababu anamwambia una vitambulisho viwili. Ila usio na wasiwasi. Mimi nitatafuta njia ya kuweza kukusaidia. Sky anazidi kumsikiliza daktari. Shika ina unywe, kunywa hivi vidonge. Vitakufanya uweze kutulia. Sasa ni vidonge gani? Sky ya kupinga. Anahitaji kupata ukweli zaidi. Akagida vile vidonge, akafata glasi ya maji. Lakini vidonge vyenyewe ni Valium. Yani ukinywa hiyo lazima ulale. Valium. Sio vidonge vya kumsaidia. Valium. Haya. Ngoma nzito. Mambo ya ndani. Nifuate mimi. Daktari akamchukua. Kama si. Twende ndani. Akaingia ndani. Utabaki hapa kuanzia sasa. Hii ni kutokuweza kumuua mtu yoyote. Kwa hiyo itabidi uweze kuishi hapa ili usije ukaweza kuua tena. Daktari akavuta simu. Sky anasikilizia tu. Kuna kitu ambacho anahitaji kuweza kujua. Ni hatari sana, akili ni mingi mno. Sio boya kama unavyofikiri. Chanzo sababu anaambiwa ameua, naye anakataa hajaua. Na ni kwa nini watu wanakufa naye akumbuki? Kazi ipo. Res jela. Bado kuna mengi tunapaswa kuweza kuyajua. Ndio watu tunakwenda mbele nyuma.
Halo. ครับไม่ต้องห่วงนะครับ Usio na wasiwasi, mambo yote yatakopo freshi. ครับไม่ให้เหลือเลยครับ Hakuna alama yote itakayoweza kubakia. Kedi akiwa na binti yake nyumbani anaendelea na ushonaji wake. คุณเป็นใครอ่ะ We ni nani? Res kuna mambo anayekumbuka. Yupo jela. Hii ni siku ambayo alikuja kuweza kumtafuta Kedi na alikuta vitu vimekasha galabagala. Kulikuwa na ujumbe, Kedi na binti yake hawakuwepo nyumbani. Alikutana message nzito. Message hii inamhusu yeye. Kama unahitaji hao watu waweze kurudi, njoo kwangu. If you want them back, come to me. Kama unataka waweze kurudi, njoo kwangu. Alijua ni nani. Res akupoteza time. Huyu mtu ni balaa. Kuwa kwake kawaida. Walifanya kosa kumkamata mwanamke anayempenda. Aliwatoboa. Ili tukio tukuonyeshwa. Sasa ndo tunaonyeshwa. Huyo ndo Res. Ni balaa lingine. Kafika mpaka hapa. Kedi na binti yake wapo chini ya ulinzi mkali. มึงมาก็ดีแล้ว Nina furaha kwa sababu uko hapa. จะได้จบไปสักที Kwanza inabidi tuweze kumaliza hili swala mara moja. ทำแบบนี้เพื่ออะไร Kwa nini unafanya yote? Nani aliweza kukununua wewe? เขาลงขันเก็บพวกมึงกัน Kila mmoja anahitaji kwenye timu yako muweze kuanguka. Ila nilisema wewe nitakuua mwenyewe นี่เลย kwa sababu ni msababishaji wa matatizo. ต้องให้กูไปเก็บงานให้มึง Sasa baada ya hapo nitasafisha kila kitu. Yaani baada yako wewe. Una maana gani baada yangu mimi utasafisha kila kitu? Unazungumzia nini? หัวไอ้เหี้ย Ni kuhusiana na mume au mwanamke alipelekea bosi wangu kupoteza pesa yake. Hapa Res akashangaa kwamba sababu ni huyu mwanamke unaweza kumuita Kedi aliweza kupelekea bosi wako kupoteza pesa zote. Maona ngoma hiyo? Sasa Res kidogo ilimshangaza. Kuna kipi ambacho hatukifahamu hapa? Maana Res ndio tunaambiwa ni sababu ya mume wake na Kedi kuweza kufa. Maana kazi yake alikuwa ni professional killer, kwamba alinunuliwa kwenda kumua mume wake na Kedi. Je, alifanya hivyo? Twende sambamba zaidi katika sehemu 42. Sina la ziada katika sehemu 41, 42 coming soon, na hapo tutaweza kujua mengi usiweza kuyafahamu. Ni the king himself, na hii ni Bad Guys Internal Affair. Mambo ya ndani ndo haya tusiweza kuyafahamu. Twende sawa sawia.